wakati heshima zote zina gharama. Kwa hiyo wanasema ukitaka kumjua mke wako anakupenda kiasi gani, fanya nini? Filisika. Ukitaka kuijua tabia ya mkeo ikoje, ashike hela kukuzidi wewe, awe na biashara kubwa kukuzidi wewe, awe na miradi mikubwa kukuzidi wewe. Hawa wana kauli hawa hivi viumbe hivi. Ndio maana mtu mmoja akasema Biblia imesema wanawake ni viumbe dhaifu. Nikasema hujasoma Biblia. Kamuulize mzee wa hekima Petro, alisema muishi navyo kwa akili. Hasa kama vitu dhaifu huwa vinaishiki na watu kwa akili, sasa ndio utajua kwamba kwa nini Biblia inasema uishi naye kwa akili. Hasa mtu mwenye dhaifu utaishi naye kwa akili. Kwa hiyo wakati mwingine na mengine naongea hapa, kuna wamama ambao wananyanyasa waume zao mpaka wanaitika abe, wako hapa na wanasikiliza. Na wengine hata inawezekana kamwachia na katoto, mzee wa watu saizi yuko kwenye sofa, anasema naenda kwenye mkesha, bembeleza, nywesha maziwa mpaka nitakaporudi. Na mimi nita hey. Wanaume ni vile tu Mungu alitupa sura ya ugumu, na hatukiwa kwenye mateso hatuendi kwenye vyombo kwenda kujitetea kwamba jamani nanyanyaswa. Unaona watu watakushangaa. Kwa hiyo naamua kufa na tai shingoni. Wanakuuliza habari za nyumbani, unasema tunaendelea vizuri, my wife is doing well. Lakini kumbe uko kwenye kakoroboi, kwa Kiingereza cha Mbeya, uko kwenye kibatari. Usiwaone kuna wanaume wengine utafikiri kazeka na umwa. Hapana, ni mzima na afya yake kamili. Manyanyaso anayopata kwa mkeo yamemkondesha. Unamwonaje mama uliyekaa naye karibu? Sisemi kwa kusingizia watu,